wateja walikuwa ni kama walikuwa wanasimama upande hii wakingojea mali iletu. Sasa anasimama hapa juu, anauliza nani yako na 300? Mwenye ako na 300 anainua mkono. Sasa Gomer naye akajipeleka aweze kuuzwa, kwa sababu bei inafanya nini? Alipofika pale, hata mwenye kuuza akauliza, hii si itaharibu soko? Hii itaharibu nini? Unajua ukiuza ng'ombe kuna ile ukitangulia watu kitangulia mbele, watu watakataa ng'ombe zako. Ikawa awekwe nyuma, awe wa mwisho, asiharibu nini? Soko. Gomer akaanza biashara, akaanza kuuza 2,000 kwa 8. Tunainua mkono, nalipa anaenda naye 2,000 kwa 8. Sasa ilipofika ya mwisho, akaona ni heri atie watu moyo kwanza, kwa sababu akisimama wateja wataweza potea. Akawaambia, leo niko na kitu ambacho kinaitwanga offer. Kuna ile offer inakuanga, si mnaonanga kwa supermarket? Msisumbuke, kile ambacho ninaleta sasa ni nini? Offer. Ile tu ya kuwasaidia, kwa sababu mmekuwa wateja wazuri. Akaita Gomer. Gomer akaanza kushikilia miti, wengine wakaanza kucheka. Ulitoa wapi hiyo? Akaanza kucheka. Aliposimama kajaribu kusumali kidogo, akaona unajua inategemea kizuri chafanya nini. Akaona hii nikianza na bei kubwa watu watasaenda. Kaangalia, akawaambia nani ako na 300? Wakasema 300 nitupe tu hivi. Okay, tusiende mbali, nimetoa 100. Okay, nani ako na 50? Okay, 20 kwa 8. Kwa sababu sina store ya kwenda kuweka, nani atachukua bure? Paka bure, hakuna aliyepatikana. Na hapo ndipo Mungu akamwambia Hosea, nenda ulete mke wako. Ni kama Hosea alikuwa kona fulani, akiona mke wake akihesabiwa kama mtu hana bei, aliyekuwa na bei kubwa. Ndiposa akasonga karibu, akauliza mwenye kuuza, mke wa dhamani anausoma pesa ngapi? Akamlipia bei ambayo hakuna mwanamke aliyenunuliwa na hiyo bei. Baada ya kulipa, kanyosha mkono akamwambia, mke wangu, ichapokuwa amekuacha wote, mimi bado ninakupenda. Njoo twende nyumbani. Kamshukisha pole pole, takama sasa miguu ina haraka, inabidi waende hivyo. Kamchukua takama ana chochote sasa, akalecheshwa nyumbani. Members, sikia, Baba wetu wa mbinguni anatuvumilia, anatungojea mpaka siku ile tutatambua na kuona upendo wake. Tumekuwa tukifanya msaa katika safari ya kwenda mbinguni. Kuna sehemu ambazo umekimbilia. Katika wiki hii yote tumekuwa mahali hapa tukisema tunahitaji kumtukuza Mungu, tunahitaji kumwabudu Mungu, tunahitaji kutoka katika ile hali ya yule mwanamke ambaye akona mfinyo. Tuliambiwa hayo yote kwa sababu kuna mahali tunaelekea, mbingu inatusubiri. Ni wewe unangojewa, hata kama umefanya usherati, hata kama wewe ni
ni muuaji, mbingu inatungoja. Nataka nikwambie hapa, vile ambavyo tunakaa kuna wauaji wengi, kutoka hapa mbele mpaka kule nyuma. Kuna watu ambao wameua watoto, wameua watu wakubwa, na unapokumbuka unastuka, unasema itakuwaje? Mbingu inakusubiri. Utakapokubali utasamehewa. Wende kama ni msichana umetoa mimba na unafikiria uchaua, uliua kitambo, wewe ni muuaji. Hata vile nimeongea hivi umeshtuka kidogo, lakini nakupa tumaini, mbingu inakusubiri. Mbingu inakungojea mpaka siku ile ambayo utasema, Bwana, natubu mbele zako, na hakika Bwana ataweza kukusamehe. Katika kitabu cha Wakolosai, kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 12 inasema, Wakolosai 3:12, msomaji. Wakolosai 3:15, Biblia inasema nini? Wakolosai 3:15. Neno la Bwana linasema, pumzi ya Mungu inasema hivi, na amani ya Kristo, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, iamue mioyoni mwenu. Ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani, muweze kuwa watu wa shukrani. Endelea. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, neno la Kristo na likae kwenu kwa wingi, katika hekima yote, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana, mkifundishana na kuonyana kwa saburi na nyimbo, kwa saburi na nyimbo na tenzi za rohoni, na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu, huku mkimwimbia Bwana kwa neema mioyoni mwenu, kwa neema mioyoni mwenu. Okay, nasema kwamba wale ambao tumeitwa, kama kuna jambo ambao tunastahili kujua, ni kuliweka neno la Mungu ndani yetu, ili tuweze kukaa sawa, tuweze kupebeana mizigo, tuteane yaliyo mema. Unapoona mwenzako anaanguka, umtie nguvu katika safari, kwa sababu sisi zote ni wenye dhambi na tunahitaji uso wa Bwana. Waefeso 4:2, naye akaandika akasema, watumishi wa Mungu walipokuwa wanaandika Waefeso 4:2, naye akaandika na kusema, Waefeso 4:2 inasema, maandiko inasema hivi, maandiko inasema, kwa unyenyekevu wote, kwa unyenyekevu wote, na upole, na upole, kwa uvumilivu, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Tuweze kuchukuliana katika upendo, tuweze kuvumiliana. Kuna uwezekano mtu awe kanisani lakini awe ni wakusumbua. Halo, tusije tukasema aondoke, tuweze kumvumilia. Bwana asifiwe. Tuvumilianeni katika upendo, katika safari ya kwenda mbinguni. Wapendwa, Yesu anatuvumilia, mbingu inatuvumilia, hivyo hivyo nasi tuweze kuvumilia wengine tunapokuwa katika safari ya kwenda mbinguni. Kila mtu enda amejaribu kufundisha kuhusu kila mtu na tabia yake, na tumeelewa kila mtu hatutaweza kuwa sawa, lakini katika safari tuweze kuvumiliana. Timotheo wa pili 4:2, Timotheo wa pili 4:2, naye akaandika akasema, Timotheo wa pili 4:2 inasema, maandiko inasema hivi, maandiko yanasema hivi, lihubiri neno, lihubiri neno, uwe tayari, uwe tayari wakati ukufao, wakati ukufao, na wakati usiokufaa, wakati usiokufaa. Karibia, karibia, kemea, kemea, na kuonya kwa uvumilivu wote, kuonya kwa uvumilivu wote. Kama kuna mtu anayestahili kuhubiriwa na aweze kurudishwa ama kurejeshwa, aweze kurejeshwa, na tuweze kwa uvumilivu wote. Unapofanya mambo hayo uwe mvumilivu. Ndio maana sing'ang'ani mtu tunapomhubiri hataki. Mnasema pastor huyu hatakuwa.
Pasta huyu hata mumuombee hata kuwa. Mimi najua mbingu inatuambia tusubiri. Haleluya. Kuna siku atakubali kama mwokozi wa maisha yake. Bwana asifiwe. Tunaambiwa usiche ukafa moyo. Wewe mwanamke uko na mume ambaye hapendi kanisa, endelea kumwombea na vumilia. Kama una watoto hawajamtambua Yesu, endelea kuwaombea na ukao ukivumilia. Tuweze kufanya kwa uvumilivu mkubwa, kwa sababu Mungu ana sababu na hiyo mtoto ana sababu na huyo mwanamume, ni wewe ukao ukivumilia. Bwana asifiwe. Amjambo. Afrika fulani, mwanaume mmoja alikuwa anakimbiza watu wakienda visitation ile kwake ule Kisii, tukihubiri crusade. Kuna wanaume hao walikuwa wanataka wachungaji. Unajua paka sasa hivi ile nahubiri, kuna mwanaume anasema, anaambia mke wake, nisikuone hapa na wachungaji wa kwako. Unajua hiyo watu wako. Na hivyo ndivyo alikuwa anaongea. Sasa wachungaji wakienda kwake wakati tuko na crusade, anawakimbiza. Asa siku moja wakaniambia, pastor, tutafanya visitation sawa, lakini kwa hii boma tutaingia. Nikawauliza kwa nini? Huyo mwanaume anakimbisanga wachungaji. Nikawauliza, amekimbisa wangapi? Hata amekimbisa 9. Kawaambia, nisiende na mimi nifikishe ngapi? Najua lazima tufikishe namba. Kwa sababu huyo wa kwanza alikimbia na wa pili aliamua kaenda mpaka wa 9. Mimi nifike niruke. Nikawaambia na mimi tuende nifikishe namba. Tulipoingia wazee wakaniambia, pastor, usiwe hivyo vile tunakuambia, sisi tunaelewa hapa ni nyumbani. Kawaambia hapana, nyinyi tuende. Kiebrania ya kwetu, Kiebrania inasemanga hivi. Iyi kuruma mkiagozelewa. Ile inauma, chochote ambacho kinauma unasongeza na nini? Na kijiti. Kwa sababu wazee walikuwa wanaelewa huyu mzee ni nani, ni hatari. Wakaniambia, basi pastor, wewe kwa sababu wewe ndio umekuwa mgumu, utatangulia. Kwa sababu sisi hatuko ready kukimbizwa. Kwa sababu unataka kukimbizwa, utafanya nini? Nikabeba Biblia yangu kwa sababu ni kazi yangu. Nionde kote duniani, nifanye nini? Nihubiri. Nikasema, Bwana, paka huyo ulisema nimwendee. Nikachipa ujasiri kidogo, nikajichaza. Unajua lazima ujichaze hata kama wewe ni binadamu, hata kama moyo unakataa. Lakini unajua hata ukiambiwa hivyo ni vile tunajichazanga tu. Tunajichazia ile fungu inasema hamtakuwa peke yenu. Yesu alisema nitakuwa nanyi. Nikamwambia, Yesu ulisema utakuwa pamoja nami. Leo ingia na mimi kwa ipoma. Tulipofungua kageti hivi, kale kageti kama pati chafu chafu, tukaingia. Makosa yakatokea. Yule mzee niliambiwa yuko pale chini kwa uwanja anakatakata mgomba wa ndizi. Kwa hivyo panga iko wapi? Hata iendea. Sasa na mimi vile ambavyo nimesoma, nikasema sitaenda mpaka karibu. Nitamsalimia kwa umbali. Kwanza nione vile atafanya. Wazee wakaniambia kutoka nyuma, pastor, tunakwambia ukweli, huyo sio mtu wa kwenda na Biblia. Nikamwambia hapana, tumeshaingia. Sasa nikasema waje nimsalimie kwa umbali. Nikamsalimia Kiebrania, mwakambi yole. Mzee habari. Katika harakati ya kuitika, kusimama aitike, kwa sababu hakujua ni nani anamsalimia, anaonyesha ile hali akakoma njiani. Shule kabadilika kwa sababu ametuona na Biblia na tai na hataki wachungaji kwa nyumba yake. Akarudi. Sasa ile speed aliongeza kwa kukata mkomba ikawa juu zaidi kuliko ile ilikuwa ya kwanza. Ni kama hasira yote ameiweka. Kwa nini? Nikaendelea kidogo. Mzee, ni wewe tunasalimia. Aliposimama hanijibu, anajibu mzee ambaye alikuwa nyuma yangu. Anamuita,
wewe kijana wa aye Muito Nyarebe, ni mara ngapi nitawakataza msikuje kwangu na hizo Biblia zenu? Sasa tunaona mambo yameanza sasa. Mnataka nifanye nini? Niposa muache. Sasa ameanza kukuja. Hata kama ni wewe, utaendelea kusimama? Utasimama hata kama ni wewe. Na ameanza kutembea sasa. Nikasema yale niliambiwa ndio yamefika sasa. Nikasema mzee, hautanifikia wala. Nani anataka kukufa duniani? Nani anataka kukufa ovyo ovyo? Hata kama umeokoka sana, hautaki kukufa ovyo ovyo. Mimi si wa kukufa ovyo ovyo. Nikasema mzee, okay, ile namba ifike 9. Nikaona hii mlima sitawezana. Mzee, tumefanyiwa drama kule nyumba. Mzee, si Yesu akuja haraka twende nyumbani. Haleluya. Nikaona hii mlima sitawezana. Mimi nitafuka hii shamba niende straight upande, kwa sababu mlima sitaweza. Na hapa ndani ni chai, majani chai. Sasa mzee akaanza kukimbia. Nikaruka hiyo fence. Hata saa hiyo niambie nirudi huko nirudi. Sitaruka. Lakini sijui vile nilipita pale. Nikaanza kukimbia kwa majani chai nikifanya nini? Sasa mzee anapokuja, badala aendelee kukimbia kwenda juu, akimbize wale wa kwao, anaacha wale wa kwao, ananianza. Sasa si mimi nilifikiria utaendelea. Wale walionisaidia ni wanawake, semeni amen. Wanawake waliokuwa wanachuna majani chai. Ndio haki, wanawake wana ujasiri mwingine. Na sijui wanatoanga wapi. Imagine mimi ndio mwanaume, ninatoroka. Lakini wanawake waliokuwa katika shamba wanakimbia na kupiga nduru ya kikisi na kusema ameua mchungaji. Wanakimbia. Alipoona amepigiwa hiyo kelele akarudi. Kwa hivyo sikupigwa, semeni amen. Nikapona. Akiwa mama, mkifika mbinguni nitawapatia mtunda moja. Bwana asifiwe. Kwa kazi nzuri. Baada ya kutoka hivi sasa kwenda kwa barabara, tukakutana na wale wazee. Wazee wanakuambia, "Pasa sikukwambia." Nikamwambia, "Kweli?" Uliniambia. Sasa pasa tulikwambia na ukakataa. Nikamwambia, "Hapana. Namba imefika ngapi?" Yes. Tutaenda paka itakapofika 50. Paka siku ile Bwana atamfikia huyo mwanaume. Kwa sababu na yeye anahitajika katika ufalme wa mbinguni. Haijalishi ni miaka mingapi, mbingu inamtamani. Kumbe siku ile ndio ilikuwa siku yake. Wazee wakaniambia, "Sasa pastor, itakuwa aibu. Tunapoenda sasa kwenda nyumba zingine, hatutakuwa na injili. Watu watasema, 'Oh, pole, tutapewa pole nyingi.' Pole kwa kukimbizwa." Kwa hivyo sheria ya visitation sasa tukasema tutaacha. Tuende kwa nyumba, tuanze siku nyingine. Sisi tukaenda pole tukarudi. Kule yule mwanaume vile alirudi kuendelea kukata mgomba ile yake, alikuwa na hasira. Na hapo ng'ombe zake siko hapo zinafuta kamba, zinataka kuja kula mgomba. Wale ambao mko na ng'ombe mnaelewa vile ng'ombe na behave ikiona chakula mahali fulani na inakuwa na hiyo hisia ya kuja kwa nini? Kwa chakula. Sasa alikuwa na ndume. Ndume inang'ang'ana kula ndizi na hataki kuifungua. Na kuna hasira. Ndio na maana mbio unaambiwa kitu, usifanye kitu ukiwa na nini? Na hasira. Ile harakati ya kwenda kuifungua, kuna vile ambavyo inafungua kwa tunaitanga kibichori. Ikakataa kuvichoka. Kakataa. Ile harakati ya kufuruta hiyo kisigi ambayo ng'ombe ilikuwa imefungwa ikatoka. Katoka nayo juu. Kwa sababu vile waliendelea nataka tujue, kwa sababu yeye alikuja kutueleza, akapiga ile ng'ombe kwa upande panga. Ng'ombe ikasema, "Unanichapa tu kwa mgomba peke yake." Mgomba. Sasa ndio kinichapa kwa nyasi. Kainua mkia hivi. Wale mnaelewa kule nyumbani kuna mahali tunaitanga likoli. Ikaingia hapo. Kwenda mtoni hivi. Mkia iko juu. Na mzee ameshikilia kamba. Simama. Bahati mbaya
ile kisigi kuna mali kilikuwa nyuma na yeye akiwa ameshikilia na kamba imepita hapa. Atujui vile ile kisigi ilienda kaingia katika ile misisi na kuanga kwa barabara. Ng'ombe ikikimbia ikadunga mahali fulani. Ile kamba na ilikuwa ni ile inaitwa ngweke nyulini, ile ngumu. Ikakata mguu hapa, ikaenda nyama zikaachana hivi, kafika kwa mfupa. Mzee akaanza kulia kiutoto. Watu walipofika pale wakamwambia, ndio umekipata, kwa sababu si wale tu walikuja wanyali waliona akinikimbiza. Wakamwambia sawa, umekimbiza. Kwa nini ulikimbiza mtumishi wa Mungu? Basi kumbe ukiwa mbaya utaweza fahamiwa na uwawe, watu wasikusaidie. Wakati mwingine kaa mzuri kwa watu. Ukipata shida kama ni nyumba, wataweza mwaga maji yao ndio nyumba isiungue. Acha mtu atabebe maji yake kutoka kwa nyumba na kumwaga hata kama alinunua. Lakini ukiwa pumbavu, watasema wache ungue paka. Kwa sababu achui kukaa na watu. Jamaa hivyo ndivyo aliumia. Sasa wakachukua simu, wanapigia mmoja wa wazee yule ambaye tunatembea na yeye, wawajulishe kile ambacho kimefanya nini. Waka elda yule aliwakimbisha, ndume imefunja mguu, imekata mguu. Sasa ndio elda anakuja ananiambia, pastor, kuna habari. Ni nini? Yule mwanaume alitukimbisha, nimesikia hii simu nimepokea kwamba ndume imefanya nini, imekata mguu. Nikawaambia twende. Wakasema pastor, atatukimbisha. Unajua walikimbishwa mpaka hawakumbuki kwamba mguu umekatika. Nikawauliza, si wewe ndio umetuambia mguu umefanya nini? Twende. Na ni kweli hakuna mtu anamguza mpaka tulipofika pale. Jamaa analia hapa, damu inatoka, analia kwa sababu bado ng'ombe iko hapo. Inafuruta ikienda hivi. Ikabidi tutafute kamba sasa, ile panga tukate hiyo kamba kwanza, ng'ombe ifanye nini? Saa hiyo vile nilipotokelezea ndiye anasema, pastor nisamee. Pastor pole. Pastor, ndio nikakuta mbingu imekuja yote, mbingu iliteremka yote ikashika yeye. Sasa niko na nafasi ya kumgusa kichwa. Haleluya! Ni sawa hakuna mguu. Lakini mbingu utafika. Sasa ananiambia, pastor pole. Kumbe umetambua mimi ni pastor. Okay. Pastor pole. Pastor. Na nikaambia wazee, tumia common sense. Sasa huyu mtu ni sisi tunachukua hospitali. Hakuna kitu tutafanya. Osi. Na hivyo ndivyo tulifanya. Wazee wakatoa pesa zao mfuko, tukafuta mbinu, akaenda kufika hospitali, akaambiwa mzee, huyu mguu umekaa sana. Hizo nyama zimepiwa nini? Tunakata. Mzee akakatwa mguu. Kawa na sasa anaenda na nini? Na chuma sasa. Sasa anaenda. Hivyo na alipopona akasema, muniitie yule mchungaji niliyekimbisha wa mwisho. Kaenda pale. District hii ilikuwa mchungaji alikuwa huko wakati alikuwa anaitwa Nyamwanda. Nikamuita, tukaenda. Jamaa akasema, pastor, nimefanya makosa siku nyingi. Naomba munipatize niwe Mkristo. Yesu akija nami niende mbinguni. Chapo kuwa mguu uko kaburini. Jamaa hivi sasa ni mshiriki kama akwa hii mpaka sasa. Waje nikwambie, mbingu ina haja na miguu yako yote. Kama ni miguu inakuanga shida kwako, taweza tolewa. Bora ufike mbinguni. Mbingu inakutamani. Wewe ni wa maana sana katika ufalme. Kama ni macho yanakusumbua na wake za watu, macho yatang'olewa. Bora ufike wapi? Wapendwa, nataka nikwambie, mbingu inakungojea. Mbingu inakutamani uweze kuingia pale. Kwa hivyo mbingu inapotusubiri, tuweze kusubiri na sisi wengine, tusije tukafa moyo haraka. Tuweze kusubiria vile ambavyo mbingu inatusubiri.
Kitabu iko karibu kumaliza. First Thessalonians chapter 5 verse 14. Unaambia sikia. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 14. 5:14. Neno la Bwana linasema, ndugu twawasihi waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu, watieni moyo walio dhaifu, watieni nguvu wanyonge, vumilieni na watu wote. Sikia nikwambie, watieni nguvu walio wanyonge, vumilieni na watu wote. Iwe ni familia yako. Najua kuna mahali ulioleka ukafikiria umeingia, lakini unasumbuka. Watu tuseme ukweli, kuna watu wako kwa familia anashindwa, nitoke nirudi. Najua vijana, ndoa inaonekana nzuri kutoka nje, inapendeza, lakini ukiingia ndani bila mpango, unatamani kurudi, unashindwa. Ile mlango uliingilia ulifungwa permanent. Unapoingia hapa kivipi? Unaingia kanisani, tunakutangazia kwamba huyu sasa ni mume wa mtu ama mke wa mtu. Sasa ukiingia unaanza kusaa paka miaka miwili, ukiangalia kuna jamii na jamaa ameanza kukufanyia mambo ambayo uelewi. Unashindwa utoke, uende wapi, najikuta hauna mahali pa kwenda. Unaambiwa vumilieni. Kina mama vumilieni, kina dada vumilieni, wasee muweze kuvumilia. Kama ni watoto vumilieni. Kazi ambayo tunayofanya tuvumilie, kwa sababu tuna safari ambayo tunaelekea. Nataka tuweze kwenda haraka. Kama kuna mtu ambaye alipewa cheti cha kuvumilia katika Biblia ni Ayubu. Kama kuna mtu alipewa cheti cha hali ya juu ambaye mnaita PhD ni Ayubu. Kama kuna mtu alikaa katika hali ya kuvumilia, unaposoma yale ambayo alipitia, alikaa akijua ni nani ako mbele yake. Alielewa ijapokuwa ninapitia machungu, kuna yule ambaye ako mbele yangu. Yeye hakuamini. Hata marafiki zake walipomwambia huenda ikawa umeachwa na Mungu wako, yeye hakuamini. Alijua Mungu yuko mbele yake. Hata kama mke wake alikuja na kumwambia mtukane, akasema umeongea kama wanawake wapumbavu, alielewa yule ambaye ako mbele yake. Alivumilia kwa mambo yote. Kama ni kifo alivumilia, kupoteza mali akavumilia, kupoteza familia akavumilia, kupoteza afya akavumilia. Akasema Mungu yuko pamoja nami. Nilitoka tumboni mwa mama yangu sikuwa na chochote, na hivyo ndivyo nitarudi. Sasa hapo unashtuka, kuna mtu hapa anakula sukuma siku mbili, anaanza kulalamika. Tumekula sukuma siku mbili, tumekula sukuma sana. Yaani shida yako ni sukuma. Hata kama uko na ugonjwa ambao ni wa kustua, naenda tu hospitali unaambiwa uko na ugonjwa mbaya, vumilieni. Mbele yetu ni mfalme wa wafalme, aliyetuumba ni mfalme wa wafalme. Kwa sababu ya masaa sitaki kupoteza sana. Nataka uweze kujua, uende kawa uko na shida ya chakula, kuna shida ya familia, magonjwa, wengine hamna kazi. Vumilieni mbele za Mungu. Kuwa na hilo tunda la Roho ya kuweza kuvumilia. Sio kila majaribu yanayotoka kwa Mungu, mengine shetani analeta ili tuweze kufa moyo katika safari.
Ukisoma kitabu hicho cha Ayubu utasikia kwamba aliyeleta majaribu ili Ayubu aachane na Mungu ni nani? Ni Shetani, kwa sababu alitamani Ayubu aachane na safari. Wende ikawa kuna hali ambayo uko nayo sasa si ya kawaida. Wende ikawa Shetani kuna kile ambacho amekiona kwako. Shetani aliona imani kubwa kwa Ayubu, ndiposa akaingilia. Unapokuwa kwa majaribu, sema Bwana apewe sifa. Wewe ni mtu wa thamani. Unapokuwa na magonjwa ambayo yanakusumbua, wewe ni mtu wa maana. Kuna kitu Shetani ameona ndani yako, anatamani kuking'oa. Usife moyo, endelea katika safari, endelea katika matatizo, endelea katika kulia. Ni sawa useme kwamba Bwana, sitaki kulia tena. Kama kulia kwako kutaweza kupatia nafasi ya kuingia mbinguni, endelea na safari hiyo. Usije ukasema Bwana, nimechoka kulia. Ni heri ulie sasa ili upanguswe machozi, Yesu achapo mara ya pili. Kwa maana alisema kila chozi litafanya nini? Litafutwa. Unatamani kufutwa nini? Kama ulii kwa sasa, lia kwa sasa, Yesu aweze kupata kila atakuja kufuta. Usife moyo, tuendelee na safari. Usicho kasema nimechoka, tuendelee na safari. Wasabato, tuende na safari. Shikilia imani hii ambao tulipewa mara moja na ikaweza kuwa yetu. Mtu asije akakunyang'anya. Twende nayo, twende nayo. Pendo, usije ukaogopa mambo ya baadaye. Mungu ana uwezo na Mungu ni mzuri. Mungu ana uwezo. Nataka niseme hivi kwamba kuna katika Biblia mifano ya walioteseka, si dhambi walizofanya, ili waweze kupatwa na matatizo na shida. Mmoja ni kitabu cha Mwanzo 4. Yote unaposoma Mwanzo 4 unakutana na jamaa anaitwa Abel. Abel hakuna jambo alilofanya ndiposa aweza kuuawa. Alifanya yaliyo mema mbele za Mungu wake. Alitoa kafara iliyokuwa inahitajika, lakini kwa sababu ya kafara hiyo akaweza kuuawa na ndugu yake. Uende ikawa unateseka kwa sababu ya kumtukuza Mungu. Uende ikawa unaumia kwa sababu ya sheria za Mungu. Uende ikawa unateseka kwa sababu ya kanisa la Bwana. Ni sawa, kwa sababu ya Sabato ndio maana uchapata kazi. Wengine ukaachishwa kazi kwa sababu ya Sabato ya Bwana. Wewe shikilia imani, hata kama hauna kazi, Bwana yuko mbele yako. Abeli yako kaburini, anamngojea Yesu atokapo mara ya pili aweze kulipa uzima wa milele. Ulia alipokuwa na wawa, si makosa alifanya, ni mke wake alinyang'anywa na yeye bila kujua akawawa. Kwa hivyo si kwamba ni makosa utafanya ndiposa uweze kupitia mambo magumu. Huenda ikawa ni saini moja kwamba hakika kuna vile unasimama mbele za Bwana. Wapendwa, tuendelee katika safari, tuendelee katika safari, tusiche tukafa moyo. Kuna mafungu nataka nisome mawili ndiposa niweze kuomba. Yohana 9 mstari wa kwanza. Yohana 9 mstari wa kwanza. Tukiendelea kidogo inasemaje? Yohana 9:1 inasema, maandiko matakatifu, pumzi ya Mungu inasema, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza, wakisema, Rabi, mwalimu, ni yupi aliyetenda dhambi
dhambi? Mtu huyo au wazazi wake. Kwa sababu walifikiria unapokuwa kipofu, unapokuwa na tatizo, labda ni wewe uliyefanya dhambi. Wakauliza ni mtu huyu ama ni wazazi wake? Hata azaliwe kipofu, hata aweze kuzaliwa kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi. Huyu mnayemuona hakutenda dhambi, wala wazazi wake hawakutenda dhambi, bali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. Bwana apewe sifa. Huenda ikawa yale unayopitia kuna mahali ambapo yanastahili kumpea Bwana utukufu. Bwana asifiwe. Umaskini unaokusumbua, huenda ikawa wengine wanashangilia, hawaelewi ni kwa nini uko maskini. Matatizo unayopitia kwa familia, wengine wana maswali mengi, mbona wewe unateseka katika hali hiyo? Lakini mbingu ina sababu. Yesu akawaambia haya yote yametendeka ili Bwana apewe utukufu wake. Haleluya. Kwa hivyo chochote ambacho unachopitia kiko hapa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Ni sawa, kuna yale yanatokana na dhambi na laana, kuna yale yanatokana hivyo, lakini si yote. Mengine ni kwa utukufu wa Mungu. Luka 13 mstari wa kwanza. 13 mstari wa kwanza inasema nini? 13:1 Luka inasema, na wakati huo walikuwepo watu waliompasha habari ya Wagalilaya, wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Wacha iseme. Inasema hivi. Akawajibu akawaambia, Je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote, hata wakapatwa na mambo hayo, matatizo hayo? Nawaambia sivyo. Lakini msipotubu, wabaya, lakini msipotubu, ninyi nyote mtaangamia. Vivyo hivyo vile ambavyo walivyoangamia. Ni sawa, hawakufanya jambo lolote ndiposa waweza kupitia hayo. Lakini nataka nitangaze tangazo la mwisho, na sisi zote tunafanana na wote wanaosumbuka, wanaoteseka. Lakini tusipotubu dhambi zetu na makosa yetu, yale ambayo yametufanya tupitie labda yale ambayo tunapitia, tutaweza kuangamizwa. Wapendwa, nataka niwaambie, mbingu, upende usipende, mbingu inakuja. Na mliona wiki katikati tukisema Bwana ataleta kila tendo kwa hukumu yake, na tukasema hukumu ile ni nzuri kwa watakatifu, kwa sababu hukumu, hakimu anataka kuondoa yote yale ambayo yanayotusumbua. Kwa hivyo tutakapoona hukumu ni furaha yetu. Bwana asifiwe. Wasi mko hapa ama si na kanisa, wanaume wala mkoange serious na kanisa, unanipatia yenye imekufa unachukua mzuri. Imekuwa hai. Haleluya. Mwanaume ukija kanisa kuwa serious. Kuna mwingine aliandika Facebook, sio kama alisema ukweli, kwamba wanaume waokokangi sana. Okokeni. Na mimi nikaona kama alidanganya, kwa sababu na mimi nimeokoka. Haleluya. Na kuna wengi ambao tumeokoka na wao. Wamama ukija kanisani kuwa serious na safari. Wacha madoido mingi. Sila siku uko nazo ni fupi tu. Nikukufa unakufa. Wacha kufanya madoido mingi katika maisha yako.
Badala ya kuweka nguvu nyingi katika mambo hayo, weka nguvu hizo katika kazi ya Bwana. Weka nguvu hizo katika hali ya kwenda mbinguni. Vijana wetu tunawapenda, lakini vijana wengi tunaona ni kama ni drama tu. Vijana wengi, hamjambo. Biblia inasema vijana waweze kuwa nguzo, wasichana wetu, ya kusimamisha nyumba ya nini? Ya mfalme. Wasichana ambao wako na neno la nani? Lakini sasa, je, Mungu ako na confidence na vijana wa siku hizi vile alivyokuwa na Danieli na wale wengine? Vijana wa siku hizi kanisani 50-50. Hello, nakuta wanasalimiana kwa barabara, haibu. Niliwaambia anashikilia mtu mwambaye. Kuna salamu walileta zile za kushikana kwa barabara. Ni mtu kijana, msichana na mfulana. Anakuamilia mtu kwa barabara hivi. Dakika 30. Salamu siingie. Na hiyo ni kijana wa kanisa anaimba nyimbo za kwaya ya vijana. Na halafu anaanza kumpangusha hapa nyuma. Mimi najua nikiwakuta nasimamanga na kuangalia kidogo. Sababu kuna vitu sisi kuona tukikua. Imeanza kukua hivi. Hapo nakupambaza hapa na wewe unapambaza hapa. Unasimama hivi mbele ya watu, soko katikati. Na science ya class 6 inasema nianze kufundisha watu. Ndio maana hata mkiimba hata mbingu inatoroka. Vijana ukokeni. Umeongeza kucha za mbao. Kama kuna vitu nachukia duniani, msichana uko na akili, umeleta mbao, umeongeza kwa mkono. Hata ufanyi kazi yako kwa urahisi, kwa sababu mbao ni nzito mkononi, ni ndefu kuliko vidole. Ni nini imekuwa mbaya na akili? Hamjambo. Jiweke sawa. Msichana wa mbinguni, kijana wa mbinguni. Mbingu inatokelezea hivi karibuni. Tutamuona Yesu. Ni vile hii hema mmenifunika, lakini Yesu akija hii hema itaharuka. Ni muone. Bwana asifiwe. Biblia inasema kila jicho litafanya nini? Tutamuona, kwa sababu amesema kina Nyandikisi, tangulia mbele. Ametuita watumishi kama hawa, tangulia mbele. Enda nitangulieni, pigeni kelele, piga sauti, waambie naja kama mfalme. Haleluya. Kwa hivyo nina hakika nyuma yetu unapotuona kuna mfalme wa falme anayekuja. Yeye hakuji kuhubiri crusade tena. Yeye hakuji makambi, anakuja kuchukua wale waliosikia watumishi wa Bwana wakinena, waliosikia sheria za Mungu zikisomwa, waliosikia. Na hapo Biblia inasema, mwalimu unajua mahubiri yaliisha zamani. Sasa ni parking inaendelea. Semeni amen. Mahubiri yaliisha, sasa ni parking. Najua ukiingia town, asema ujaribu utafute mahali utapaki gari vizuri. Bwana asifiwe. Mahubiri niliisha kitambo, ni parking inaendelea. Biblia inasema hata mkio kwa unabii kwamba Yesu atakapotokea watakatifu wataondoka kukutana pamoja na nani? Na Yesu. Hebu imagine na mimi nikiwa hapo, inaenda hivi. Sasa hiyo sina mic. Hata ibagi na bebanga ya Biblia sitakuwa nayo. Kwa hivyo sitakuwa na uzito mwingine. Chudi wangu na watoto yangu sitakuwa na wao. Kila mtu bumsaraba. Kwa hivyo ni mimi naenda tu hivi. Na tunaambiwa tutafarishwa nguo mpya. Kwa hivyo hii inanisumbua koti mzito, sitakuwa nayo. Inaenda hivi. Tukifika mbinguni, mimi ninaona tutaambiwa kaa hapo kidogo. Niwaambia hiyo nayo nafikiria sana. Ndio Yesu aingie kwanza. Hatutaingia na Yesu. Yeye ataingia. Niposa aite malaika, leteni zile vitu. Unajua hiyo ni nini?
anawaambia nimeleta umati, tunaingia nao katika compound hii siku ya leo. Anasema nje ya mlango kuna watu nataka muone, walionifanya nitoke mbinguni niende pale niteswe kwa ajili yao. Nje ya mji wamejaa, na mimi nikiwa hapa, taji zitaletwa, sijui kama zimewekwa box, sijui kama ni box zimewekwa, alafu watapanga wale wa kutuwekea, kwa sababu mimi uzuri wangu ndio maana niko mfupi. Nashukuru Mungu, nitapita chini kidogo hivi ya geti niingia haraka. Haleluya, ndio niwekewe yangu na zile nyota zote sana niweze kuwekewa. Wengine wanakwaya wanaimba, nikifika mbinguni nataka kumuona nani? Nataka kumuona Mwokozi kwanza. Wanaimbanga, umesikia? Yes. Mimi nikifika mbinguni nataka kumuona Mungu. Niende pale nifanye jambo moja. Niiname kwake niseme mtakatifu, mtakatifu, kwa sababu sikia. Alafu nikitoka pale niulize Yesu, nionyeshe yale matunda ulisema yako mbinguni, nitashughulikia kidogo. Haleluya. Bwana, ile asali ulikuwa unatubia kwa wapi? Haleluya. Bwana, na nini tena sitasema? Ile maziwa shughulikia. Bwana asifiwe. Wacha niwaambie, miongo sijui kama itakuwa. Huyu anasema miongo haitakuwa. Sijui sitafika huko, lakini nitakuja kukuambia nikifika. Sikia, ndio niwaombee wale ambao hawatakuwa mbinguni. Niliwaambia hapa kwamba kuna kampuni inaonewa, kampuni ya Kenya Power haitakuwa. Hizi waya zimepita hapa juu. Wewe unafikiria kuna waya zimepita mbinguni hadi ni Kenya Power kila mahali? Tutaachana na wao, kwa sababu Biblia inasema Yesu ndiye atakuwa taa inaomulika milele. Haleluya. Kwa hivyo taa zote tumiatumia saa hii. Kampuni nyingine, watu wengine ambao sitakuta mbinguni ni wale wanauza madawa, chemist. Hii dunia ukipita chemist kila mahali. Mbinguni hakuna. Kwa hivyo wale mnafanya hiyo biashara usausa haraka, stock isiharibike. Kwa sababu mbinguni hakuna kufanya nini? Hatutakuwa na magonjwa. Bwana asifiwe. Hii mbinguni ni nzuri. Ofisi zingine ambazo zitapata mbinguni ni mochari. Wapi? Mbinguni mochari. Hata nikutume saa hii ufike huko ndio urudi uniletee ripoti. Hakuna. Duniani zimejaa nyingi za matajiri na maskini, lakini mbinguni hakuna hata moja, kwa sababu hakuna kifo. Bwana asifiwe. Nini tena haitakuwa? Hiyo yote vile nimetangaza. Tangazo, wezi hawataenda. Biblia inasema barabara ni za nini? Dhahabu na nini? Daruru, wataenda kupomoa. Kwa hivyo wao tutamalizana hapa. Watu wanaopenda waganga na wachawi hamtaenda, kwa sababu mbinguni hakuna mganga wa kienyeji. Tuko na Yesu peke yake. Bwana asifiwe. Wengine hawataenda ni walevi. Hakuna watu wa kutengeneza pusa mbinguni. Kwa hivyo kwenye kukunywa pusa, kunywa haraka, kwa sababu mahali ambapo tunaenda hai. Watu wengine hawataenda ni washerati. Biblia inasema malaika wako na sura nzuri. Kama unaangalia wanawake wa duniani wanakula nduma, unaanza kuanguka chini. Ukiona malaika, si utawauliza wote majina? Usherati wote hapa. Ninatamani kuwa katika kambi la mbinguni. Ninatamani
kuwa katika kambi la mbinguni. Kuna watu huku iliwaacha mbaya sana. Kumbe kuna kanisa lingine hapa, na nyinyi nimetangaza wenye dhambi hawataingia mbinguni. Mbinguni ni watakatifu peke yake. Semeni haleluya upande huu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ninatamani niweze kuwa katika kambi la mbinguni, na kile ambacho kitakusuia ni wewe mwenyewe utajisuia, kwa sababu mlango umefanya nini? Umefunguliwa. Mlango wasi kwangu. Bwana asifiwe. Nataka nisimame kwa niaba ya mbinguni, kwa sababu mbingu imefungua mlango kwa kila mtu atakayeitikia kuingia ufalme wa mbinguni. Nataka nikwambie, mbingu inakusubiri ili uweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Uende ikawa kuna mambo ambayo yamekusuia sana kwa siku nyingi. Naomba mtoe hiyo pulpiti hapa mbele, na watoto msimame juu. Toto, amka, amka, mnaolala amkeni. Amka bwana, amka. Toto, amka. Pole, tutakupeleka mahali kuna blanketi. Naomba msonga nyuma kidogo na mtengeneze hii barabara. Kuna watu nataka kuombea hapa. Kuna watu tunataka kuombea hapa, na ni wengi sana. Yesu alisema, nendeni kote ulimwenguni mkahubiri, na yeyote atakayeamini mumpatishe kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na unahakika wewe haujabatizwa, mbingu inakusubiri. Biashara ninayofanya zangu ni za mbinguni, na kaka yangu ni za mbinguni, dada yangu, mambo haya ni ya mbinguni. Kazi yangu nilipewa nendeni, na nikakuja. Sasa kutoka hapo mahali umesimama mpaka hapa, imebaki juu yako. Sasa nataka niulize, kama kuna mtu alibatizwa kwa njia ama hii nyingine tena akarudi nyuma, unahitaji kurejea kwa ufalme wa Bwana, mlango uwazi. Uweze kutembea na useme, Bwana nakuhitaji. Kama mtu alibatizwa ubatizo ambao si wa maji mengi, na umekuwa ukikuja kanisa hili na unataka Yesu uweze kubatiza kwa ubatizo wa maji mengi, na baadaye uweze kupokea ubatizo wa Roho, naomba nafasi hiyo sasa ni yako. Sasa naomba muweze kutengeneza nafasi. Nauliza, kama kuna mtu ambaye jina lake aliko kanisani na unasema, mchungaji, niombee nami siku moja jina langu lipatikane kanisani, naomba usimame bila ambavyo huko. Usimdanganye Bwana. Sauti ni mbili, ngine ni ya shetani, ngine ni ya Mungu. Ninauliza, kama wewe umebatizwa, urudi ukae pole pole. Kama wewe hujabatizwa, usimame vile ulivyo. Usimdanganye Bwana niweze kukuona. Kama hujabatizwa, wewe simama vile ulivyo. Jina lako aliko kanisani, naomba usimame vile ulivyo. Usimdanganye Bwana, kwa sababu ni mbingu inakutaka.
ninaomba wote ambao umemsimama, usije ukadanganywa na shetani kwamba kaa chini. Kuna kasauti kanakuja, kaa. Hapana, usimsikie. Sema nasikia Yesu, kwa sababu ni yeye nimehubiriwa. Naomba mtembee wote ambao umesimama, mkuja karibu na mimi. Njoo pole pole tuweze kuomba nanyi. Njoo dada yangu, wewe njoo mbele ukisema nataka kuombewa. Asante, tembea mbele. Kila mtu, kama haujabatizwa na ulipatishwa ukarudi nyuma, vijana wangu kuja mbele. Naomba mkae muweze kuja eneo hili, muweze kuja hapa mbele. Kila mtu ambaye amesimama aweze kutembea, tuweze kupanga na kanisa pamoja na wazee na mchungaji wenu awaangalie ubatizo wa maji mengi, na Bwana aweze kuwalinda na kuwazuia muweze kukaa katika hali ya kungoja ufalme wa Bwana. Asante sana, asante sana kwa umati mkubwa unayotembea. Kama jina lako aliko katika kitabu cha kanisa, naomba watoto wadogo msonge mbele. Walimu mnisaidie kusongeza watoto mbele, watu wakubwa wanapokuja. Kama ningekuwa na maji siku ya leo, ningewaweka wote ndani ya maji mengi, ningewaweka wote ndani ya maji, ningewaweka wote ndani ya maji. Naomba watoto wasonge nyuma, watoto wasonge nyuma, watoto wasonge nyuma. Naomba kanisa hilo litembee mbele. Asante sana, asante sana. Kama kuna mtu ambaye atapatizwa na anatamani aombewe, Mungu amsaidie aweze kuingia ndani ya maji mengi, ili Yesu asije akamkataa. Achapo mara ya pili, Yesu atawakataa wote waliokataa neno lake, lakini wale wote watalikubali neno hili, Bwana atawabariki. Asante sana, asante kwa wale wote ambao wametembea mbele. Njoo mbele, njoo mbele. Naomba wazee mnisaidie hapa mbele, muweze kusongeza watoto nyuma kidogo. Asante sana, karibu mbele. Asante sana, kanisa kubwa la Mungu ambalo linatamani kumwona Yesu. Asante sana. Wazee, naomba mtulie kidogo, msianze kuandika kwanza. Kuna kile ambacho nataka kufanya. Asante sana, asante sana, asante sana, asante sana. Nataka kuombea kanisa kubwa ambalo liko mbele yetu. Kuna mwingine anayesema na mimi msinifungie. Kama kuna mwingine, nafasi hii bado iko. Asante watoto, tusonge kidogo. Sasa sikia, tutakapoomba, naomba mfuate hii njia. Elda atawaongoza, mwingie na mlango, mwingie upstairs. Nikifikiria hakuna watu pale juu. Kuna watu pale juu? Hakuna watu. Upite hapa pole pole, mkienda hapo juu. Hayo mengine wazee wanataka kufanya, watayafanya pale. Tangu sasa na kuendelea, utakapoandikwa jina lako, uwe tayari. Tungewapatiza hata siku ya leo, na ikiwezekana, kama kuna uwezekano, tutaweza wapatiza hata Sabato ijayo. Lakini tunatamani muweze kuwa na moyo huo, ili muweze kuingia katika hali ya ubatizo. Shetani asije akawarudisha tena nyuma. Nataka tuweze kuamini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu Mungu ishiye juu mbinguni, baada ya kunena na wana wako, umati mkubwa umesimama, wakubwa kwa wadogo, wamekuja mbele kwamba wanahitaji Bwana waweze kupokea ubatizo wa maji mengi. Naomba Yesu wapatize na Roho Mtakatifu, ili Bwana wanapoendelea katika safari hii, ikiwa kuna yule ambaye labda hataweza fikia ubatizo huo, Bwana aweze kuwa na uzima wa milele. Tunatamani kila mmoja
aweze kuwa katika kambi la mbinguni. Yesu, kufa kwako msalabani haukutaka hata mmoja aweze kupotea. Unatamani wote waweze kufika katika ufalme wako. Yesu, wapokee jinsi walivyo. Ninajua shetani hapendi anapoona wengi wanapokuja mbele zako, ana malalamiko mengi, anaogopa kwa sababu ufalme wake unatingisika. Tunaomba uweze kutingisika pakubwa, ili wale wote shetani amefunga pale waweze kuondoka katika jina lako, wasije wakapotea Bwana, waweze kuwa na uzima. Ikiwa kuna mtu ako na tatizo lolote katika mkutano huu, atakapoondoka Bwana, aondoka akiwa amepona, aondoka akiwa amebarikiwa, wasije wakalalamika tena. Bwana Yesu, wachukulie mizigo yao, wachukulie matatizo yao, kwa sababu ndio maana wanaangalia uso wako. Bwana, asante kwa sababu utawatendea. Bariki kanisa hili kwa njia ya kipekee, uliongoze Bwana, na Roho Mtakatifu aweze kuwa kiongozi. Yesu, endelea kunena pamoja nasi hadi jioni. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Inaomba kanisa mtulie, kanisa mtulie kabisa. Naomba fundi wangu uondoe chuma hii. Sasa wasee, naomba umati huu uende na mlango. Enda hapa hivi. Waongoze pole pole, kanisa likiwa limetulia. Usifanye jambo lolote, wewe tulia kabisa. Ilikuwa ni hubiri mpaka saa 7:40 hivi. Nikuacha tu nimeacha. Kwa hivyo una haraka. Wacha hawa kwanza waingie kule juu, nataka waende pole pole. Alafu nitangaza ambalo niko nayo. Enda tu pole pole. Yesu anawapenda. Yesu anawapenda. Na ndiye anawaita mwenyewe aweze kuingia katika ufalme wake. Kila mtu ni wa maana katika ufalme wa mbinguni. Uwe kipofu, uwe una upungufu wa kusikia, matajiri, maskini, Bwana anawapenda. Wakongwe kwa vijana, Bwana anawapenda. Yeye aliyewanunua na bei ya damu yake, yeye anaelewa uchungu alipitia ili aweze kuwakomboa. Kwa hivyo kila mtu ni wa maana katika ufalme wa mbinguni. Unapokuja mbele za Mungu usishtuke, ni yeye amesema uje kwake. Yeye amesema uje kwake. Naomba wasee, utakapofika pale juu mweze kuwa wengi. Mwandike kwa haraka, kwa dakika sikizidi sana 5. Sikizidi sana 5. Sikienda juu zaidi 10. Kila mtu achukuliwe namba yake, jina lake pamoja na namba yake ya simu. Kama ana simu ya mzazi, kwa sababu baadaye tutawatafuta, tutawakujia. Tunataka kuwatafuta waingie kabisa kule juu. Asante sana, asante sana mimi. Wafuate na wewe, twende pole pole kule juu. Naomba waende pole pole. Kama kuna watu wa maana mbingu inatamani ni hawa. Mungu anawataka wote. Amen. 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 Amina. Twende haraka, twende haraka, twende haraka. Panda stairs haraka. Mkijaa kule juu mseme mmejaa. Mwende mpaka kule nyuma, kuna mahali kuna kuku. Ukae karibu na kuku hapo. Mwingie hata hayo madarasa. Amen. Na damu kombolewa, mimi mwana. Yes, tumekombolewa na damu ya Yesu. Tumekombolewa na damu ya Yesu. Na Yesu
anatuhitaji katika ufalme wake. Wapendwa, ni jambo la muhimu tunapojitoa mbele za Mungu. Yesu anahitaji, naomba msome kidogo tu. Sikia sasa, sikia. Okay, naomba watoto mkae. Watoto kaeni pale, mkaeni huko. Naomba watoto mkae kwanza, mfanye kitu nataka kufanya. Hapa nataka kwa itasimama hapa mbele. Kwa itasimama, usonge nyuma. Mkae pale, kuna nafasi huko. Peleka viti pale. Peleka viti huko. Kwa itasimama hapa. Peleka pale. Hivyo kama weka chini kaa. Sikia niwaambie. Okay, fundi wa mitambo. Sasa sikia. Si kwamba tunawapanishi. Ni kwamba si punishment tunapea mtu. Ni kwamba wenzetu ambao wameenda kule juu, mahali ambapo walikaa, wende ikawa wameacha bagi zao, wameacha vitambaa, wameacha vitu. Hatutaondoka kama hawajarudi, kwa sababu sio wote wako kanisani wameokoka. Na hatujasema ni wewe. Usije ukasema mbona basi anaanza amehubiri vizuri na malizana hapo. Hii ni dunia ya dhambi. Kwa hivyo tutatulia kabisa, na wale ni wa maana wachukuliwe majina yao, wakirudi wote ndio kila mtu aridhike kwamba hakika niko sawa. Hatutaki mtu aanze kusema pastor, mimi sina mahali pa kupeleka watu. Kwaya kuja hapa. Chapa ule wimbo ila unaitwa namna gani? Tabasamu. Kumbe hiyo mnajua. Kwaya members kuja. Hii kwaya tulitoa mbali. Ndio kuja kuimba hapa. Tutulie tu. Tutakula lunch na vipindi vinaendelea. Kuna mambo yataanguka hapa. Our elder ako hapa na kipindi cha maana sana. Baada ya lunch kuna kipindi cha watoto. Watoto watatoa kipindi chao vizuri. Kuna kingine. Leo ni Sabato. Naomba tutulie. Kwaya members, weka nyimbo kuweka. Na baadaye ile kwaya yetu wageni, asante sana. Mungu awabariki. Na nyinyi mtaweka moja. Alafu tuweze kwenda lunch. Bwana asifiwe. Mungu awabariki. Mko msaada katika makazi yetu. Guest choir. Hii ndio guest choir tumekuwa nayo katika wiki nzima, ambayo imekuwa ikimtukuza Mungu kwa nyimbo. Hebu weka wimbo nisikie. Wewe hapa si kwenu. Jamani. Yes. Wewe umeenda wapi tena? Umebarikiwa na Bwana Yesu, hakika amekukirimia mahitaji mengi. Furahia, tabasamu, onyesha tabasamu. Ewe ndugu, tabasamu. Tabasamu ndugu yangu, kwa furaha shukuru. Tabasamu enyi wasafiri wa Sayuni, ni raha kubwa kwa Yesu, ni raha kubwa kwa Yesu. Tabasamu, tabasamu ndugu yangu, kwa furaha shukuru. Tabasamu enyi wasafiri wa Sayuni, ni raha kubwa kwa Yesu, ni raha kubwa kwa Yesu. Tabasamu. Kweli ni raha kuwa kwa Yesu. Kwa Yesu kuna raha.
Harusi ni kwa ajili yetu sote, ndiposa tupate kuokolewa. Hakika neema, rehema, upendo yote bure. Ewe ndugu, tabasamu, tabasamu ndugu yangu, kwa furaha shukuru. Tabasamu enyi wasafiri wa Sayuni, ni raha kuwa kwa Yesu, ni raha kuwa kwa Yesu. Kila mtu atulie. Wasitoke kabla hatujamaliza pamoja. Na wala ambao mnaosikia ni vizuri kutii. Ni vizuri kutii. Tabasamu ndugu yangu, kwa furaha shukuru. Tabasamu enyi wasafiri wa Sayuni, ni raha kuwa kwa Yesu, ni raha kuwa kwa Yesu. Ndugu Mkristo, tabasamu. Tabasamu ndugu yangu, kwa furaha shukuru. Tabasamu enyi wasafiri wa Sayuni, ni raha kuwa kwa Yesu, ni raha kuwa kwa Yesu. Ndugu Mkristo, tabasamu. Amen. Chokipara mkae mahali mlikuwa. Wageni kuja. Kusa ile ingine. Hawajamaliza, ni vizuri utulie. Wale hawajamaliza, mnaona wanakuja. Hawajamaliza kuandikwa. Hawa visitors, wageni wetu ndio hapa, na sasa wakati ni wenu. Wakimaliza ndio nipatie ile nafasi, atupe nafasi tuende kukula. Nataka kula lunch. Saa hii lunch tunaitaka sana. Muwapatie mic. Hii ni yangu, niko nayo. Si wapi? Hii ni yangu. Yes, naona wanaendelea kuja, naona wanaendelea kuja. Asante sana, asante sana. Asante sana. Wanaendelea kuja.